alitamka wazi wazi mchana kwamba wale wote waliofeoji vyeti kutoka darasa la 7 kwenda form 4 wafukuzwe kazi, lakini wale walio na vyeti vyao vya darasa la 7 na kazi wanazozifanya wanafanya vizuri waendelee na kazi. Na kila mtu alisikia, na swala hili lilisemekana, lilizungumzwa mchana. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, humu ndani kuna wasomi wengi, lakini pia kuna wa darasa la 7 wengi, na huko nje hata nyinyi wenye digrii humu ndani kuna ndugu zenu wa darasa la 7 ambao walikuwa wameajiriwa hizo ajira ndogo ndogo. Ninaishauri sana serikali yangu, na ninashangaa ni kwa nini wamewafukuza watendaji wa vijiji wa darasa la 7. Wanataka hizi nafasi za darasa la 7 hizi za utendaji wapewe watu waliotoka vyuo vikuu. Ni wapi, ni wilaya gani, ni kijiji gani ambako mmepeleka mtendaji graduate akaweza kufanya kazi akawazidi darasa la 7? Tumefukuza madereva. Hivi niwaulize ndugu zangu mawaziri, wewe unasomesha mtoto wako English medium kwa hela nyingi, anaenda sekondari, anaenda form 6, anaenda chuo kikuu, akitoka chuo kikuu tena akawe dereva. Hivi tunafanya mambo gani ya ajabu? Mimi ninaomba sana serikali yangu, tena na wabunge wenzangu wa CCM, tuitake serikali itoe tamko la kuwarudisha watendaji hawa kwenye kazi, sio kuwalipa. Haiwezekani mtu amefanya kazi toka mwaka 2004 unakuja kumfukuza leo. Hatuzungumzi swala la kulipwa mafao, warudishwe kazini, watoke kwa muda wao wa kustaafu. Na hili limefanyika hata kwenye majeshi. Kwenye majeshi enzi hizo watu walikuwa wanachukuliwa darasa la 7, leo wengine ni mameja, wengine ni ma-OCD, wameachwa mpaka wastaafu. Iweje watendaji tunawafukuza? Mtu amebakiza miaka 2 unamfukuza? Tuiombe serikali iwarudishe, na kama serikali itakaidi, mimi nataka niwape ushauri, kwa sababu humu ndani kuna wabunge kama sikosei 100 darasa la 7 na zaidi. Sio la 7 tu, hata form 4 failure wamo, vyuo vikuu wenye vyeti havieleweki wamo humu ndani. Ninaomba sana serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi, mnisikilize vizuri kwamba kama hamwezi kuwarudisha hawa watendaji, na sisi wabunge wa darasa la 7 humu ndani mtufukuze. Mheshimiwa Mwenyekiti, sioni sababu hata ya wabunge wa darasa la 7 kuwa humu ndani na wale wenye vyeti ambavyo nimevitaja. Ni bora katiba ikatuondoa humu ndani, lakini mkituondoa mturudishe kwa viti maalum kama makundi mengine yaliyoko humu ndani, kwa sababu na sisi tuko wengi wa darasa la 7. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, ukitaka kuangalia, hebu naomba uangalie tu ukurasa wa 49. Ukurasa wa 49 nani kipengele cha elimu, ukisoma namba 80 pale, waliodaiwa kuingia darasa la 1 walikuwa milioni 2. Waliodaiwa kutoka darasa la 7 kwenda form 4, form 1 mpaka form 4 ni 500,000. Kwa hiyo darasa la 7 tena wamekuwa wengi kuliko walioenda sekondari. Lakini ukiisoma hii taarifa haikufafanua kutoka kwenye 500,000 kwenda chuo kikuu, utakuta kuna laki. Kwa hiyo ukipiga hesabu ya kawaida sisi tuko 85%. Lakini kingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia walipa kodi wakubwa Tanzania, na Mheshimiwa Mipango na waziri wa viwanda yuko hapa, wajasiriamali wanaolipa kodi kubwa na wenye viwanda vingi ni darasa la 7. Hebu asimame hapa nitajie mtu mwenye kiwanda anayelipa kodi serikali, mwenye chuo kikuu hapa. Wote tumewaajiri. Halafu sisi tunakuja tunachukuliwa kodi, tunaonekana hatufai hata kwenye kazi zinazolingana na elimu yetu. Nikuombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tunaondolewa kwenye katiba, na sisi tuwekwe kwenye kundi la viti maalum kama wanawake, kama walemavu, na sisi tuwakilishe, twende hivyo hivyo na kwenye baraza la mawaziri, kwa sababu tunakosa wawakilishi kwenye baraza lenu, ndio maana mnataka kuwatoa hawa watu. Niombe sana serikali ya Chama cha Mapinduzi, na ili wabunge tuungane kwa pamoja, ondoeni hata uvyama, kwa sababu hawa darasa la 7 mna shangazi zenu, mna wajomba zenu waliofukuzwa. Mkijipigia makofi wenye chuo kikuu wachache, tutakutana 2020.